Amen. Wewe umeitwa kwa nafasi yako ili uweze kumtumikia Mungu. Na mimi nimeitwa kwa nafasi yangu ili nimtumikie Mungu. Na sasa ikiwa umeitwa kwa nafasi ya uimbaji, hiyo ndio nafasi yako uliyoitwa ili uweze kumtumikia nani? Mungu. Na ili uweze kumtumikia Mungu kwa nafasi hiyo, Mungu ataona juhudi gani wewe ulizonazo katika nafasi hiyo. Amen. Mwingine ameitwa kumtumikia Mungu kifedha. Mwingine ameitwa kumtumikia Mungu kwa kuhubiri Injili. Mwingine kushuhudia. Punguza hiyo chini. Yohai ni kali, punguza. Mwingine ameitwa kufanya nini ndani ya nyumba ya Mungu? Wewe umeitwa kufanya nini? Wewe umeitwa kufanya nini ndani ya nyumba ya Mungu? Epi mtoto wangu, unanielewa? Mama yako ana nafasi aliyoitwa na Mungu amtumikie Mungu. Wewe una nafasi uliyoitwa ili umtumikie Mungu kivyako. Mbele ya kutumikia Mungu kwenye nafasi hizo, kila mtu anasimama kwa zamu yake. Amen. Hebu tupige Yesu makofi mazuri kama tunasikilizana. Na anapokupa nafasi kwamba umtumikie, ujue kitu hivi. Nishawahi kufundisha nikasema walio viongozi, maandiko yanasema walio viongozi wana taji yao. Walio viongozi wana taji yao. Na walio wahudumu wana taji yao. Na waumini ambao hawana lolote wana taji yao. Sasa ni wewe uchague kwamba taji ya hao wanaotumika kwa Bwana ni kubwa kuliko wale ambao watumiki Mungu. Uimbaji ni njia ya kumtumikia Mungu. Kufanya kazi ya ushemasi ndani ya kanisa la Mungu kama hivi lilivyofagiliwa ni njia moja ya kumtumikia nani? Mungu. Hata ungepikia leo mafundi wetu au wapelekee chakula, hapo ni njia moja ya kumtumikia nani? Mungu. Maana njia za kumtumikia Mungu ni nyingi, si moja. Sio lazima usimame hapo uhubiri kumtumikia Mungu. Hata kuja kanisani leo ukaombea semina, hii ni njia ya kumtumikia nani? Mungu. Kuleta viti kama ulivyoleta viti hivi ni njia moja wapo, na ni nafasi yako ya kuvileta kwa njia ya kumtumikia Mungu. Amen. Ndivyo Mungu alivyotuita. Sasa huo ndio wito. Kwamba wito ni lazima ujue namna gani ya kuweza kumtumikia Mungu. Lazima ujue njia gani ya kuweza kumtumikia Mungu. Kwa hiki umeifunga. Lazima ujue namna gani unavyoweza kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naendelea kwenye pointi hiyo. Lakini unajua somo letu ni nini? Wito ni nini, si ndio? Sasa anasema hata kama nje ya wito utaonekana kufanana. Hata kama ni nje ya wito itaonekana kufanya nini? Hata kama uko nje ya wito itaonekana tunafanana. Itaonekana tu wewe umeitwa, wewe unayo huduma ndani yako ya kuweza kumtumikia nani? Ya kumtumikia Mungu. Lakini wito tunauchukua, tunaona kana kwamba sio kitu kabisa katika maisha yetu. Hatujali kabisa, wala hatujali tukajua kwamba kwa nini. Na ukijua hili swali ya kwamba kwa nini mimi nimeitwa kuwepo hapa, pointi nyingine, haina maana wito wa mtu mmoja na mwingine kufanana. Hapo mmenielewa vizuri tukiongea? Tunasema nini? Haina maana. Malizia, nimesema haina maana.